Nilikuwa ninaona neema shule. Mtu ambaye alikuwa na uwezo shuleni darasani. Kweli. Sijui ni nini lakini ingewezekana ungekuwa hata daktari. Maabara. Are you doing that? Nimehitimu mwaka jana. Umehitimu mwaka jana mambo gani? Maabara. Umeelewa vizuri? God love you so much. God love you so much. Sijui ni nini lakini mimi ndani yangu Mungu ananiambia huyu anampokea. Sometimes unakuwa una experience strange things. Kuna wakati unaona kuna vitu kana vieleweki vya jambo jambo. Usha experience to kitu. Maybe inaweza ikawa ni dreams and then you go deeper. Go deeper. Ninakwambia Mungu anakupenda. I don't know why but I see the hand of God upon you. Sawa? Ninaona mkono wa Mungu kwa juu yako. Lakini kuna kitu wewe ulimuozi Mungu. Alafu kuna namna moyoni unashindana na reality. Yaani unafahamu mtu ambaye anajua this is not right. Na ndani yako Mungu anakuambia usifanye. And you are doing it. Uko aware this is not right. Ni kweli. Kwa maana hiki sio sawa. Ila unafanya na moyo wako ukifanya unasikia majuto. Kwa sababu kitu ambacho mimi nakiona, mimi nimesema doctor. Mimi nimesema doctor kwa nini nimesema Mungu anakupenda? Yes. So unakuona unakagua hospitali. Lakini kwenye ulimwengu wa roho, ninavyomuona anakagua hiyo hospitali, si kwamba ameajiriwa. Ni ya kwake. Unaelewa vizuri? Kitu ambacho Mungu ananionyesha kwa sababu mimi ninaona maeneo. Lakini this hospital ninaiona Arusha. Umeelewa? Amen. This hospital ninaiona Arusha. Mkono wa Mungu uko juu yako. Sawa? Ile vision ya kuchukua mambo ya afya na nini ni kwa sababu Mungu anataka usaidie watu kwenye afya. Ni kitu ambacho Mungu ameweka juu yako. Mungu amekuwekea neema ya kuwa na hospitali, sio za mtu, za kwako wewe. Kwa ajili ya kuwasaidia watu kwenye eneo la afya. Unaelewa ninachozungumza? Moja ya kusudi ambalo Mungu ameweka kwako ni wewe kusaidia watu kwenye afya. Kwa wewe kuwa na vituo vya afya. Unaelewa vizuri? Kwa maana atakupa neema. Kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho mimi nilikuwa nakuona na kuna umevaa ile koti lile jeupe. Ndio maana nikakuita daktari. Sawa eh? Alafu kitu ambacho Mungu apende wewe umemkosea sio tu hapa. Na naamini wewe unanielewa. Ninachozungumza kina ukweli. Ukweli kabisa eh? Hamna faking yoyote. Ni kweli eh? Na nisikilize vizuri. Kitu ambacho Mungu ameweka juu yako. Ameweka utajiri mwingi. Amen. Unanielewa eh? Ameweka utajiri mwingi. Na ule utajiri Mungu ameweka kwa ajili ya afya. Lakini wewe shetani kuna mawazo anakupa. Ile afya na ule utajiri ina connection na ndoa. Lakini hapa kuna spirit kwenye eneo la ndoa. Ambalo pia na wewe mwenyewe usipojiangalia utajikuta una deny. Usipojiangalia utajikuta una push. Umeelewa? Au utajikuta automatic inakaa mbali na wewe. Kwa nini? Sio kwa sababu amependa au ametaka, kwa sababu ile roho, ile spirit. Ile kitu cha ajabu. Na kukosea kote ambapo Mungu ajabu alikuwa na upendo. Ule mkono wa Mungu unauona juu ndani. Amen. Nielewa ninachosema. Ule mkono wa Mungu kwamba Mungu endelea kumshikilia hajamwacha. Yes. Bado unamuona juu yake. Amen. Kwenye masikio yangu Mungu ananiambia atakupa nafasi ya kwenda India. Kwenye masikio yangu. Trust me, I am a prophet. Mungu wangu ni Mungu aliye hai. Amen. Bwana wangu ni Yesu. Amen. Wait. Yes. You will see it. Amen. Kwa nini sijui ni nini Mungu ataenda kufanya huko? Na nisikilize vizuri dada. Kwa makini. Naongea vizuri unielewe. Ni hivi. Kuna Mungu kwa juu yako. Mungu anakupenda. Sababu umebeba kusudi lake. Sasa nisikilize tena kwa makini. Usipoteze hiyo neema. Kitu ambacho Mungu anakukataza unajua. Na moyoni mwako wewe unajua. Acha. Umeelewa? Ukiacha Mungu afungua mlango. Utakutana na your husband. Amen. Sawa? And your husband, Mungu atampa neema. Yeye atakuwa support kubwa kufanya maono hayo yatokee. Japo yeye kwenye akili yake hataona msaada, ataona biashara ya kupata pesa kwa ajili ya kutendea watu. Lakini wewe maono Mungu amekupa wewe.
wewe utatimiza. Umeelewa vizuri? Kwa sababu kwenye masikio yangu nilipokuwa nasikia kule mambo ya kwamba Mungu atakupa neno utakuwa unaenda India, lakini kana sikia tena kwamba atakuwa anakupa safari nyingi za nje. Hapa navyoongea naona picha ya bendera ya South Africa. Sawa? Lakini nazungumza hivi vitu Mungu atakufanya na vitatokea. Leo tarehe ngapi? Tarehe 18. Yes. Tarehe 18. Mwezi wa ngapi? Wa 5. Saa ngapi sasa hivi? Saa 7:15. Usisahau kule kaskazini ambapo hospitali. I don't know why ninaziona tatu, lakini usisahau. Navyoongea unanielewa ninachomaanisha? Kuweka kule kaskazini ndio hospitali, usisahau. Sawa? Mungu akupe neema. Mungu akuinue. Ubariki. Nyosha mkono kwa agape. Sema kuanzia leo maisha yake yabadilike. Lile kusudi likatokee. Akawa na hizo hospitali. Akawasaidia watu kwenye afya. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Mungu bado nasikia kukwambia Mungu anakupenda. Na kile ambacho Mungu amekiweka kwako hakitakufa.